Dakika 5 kabla ya ajali. Kuna wakati katika maisha, mtu hafanyi maamuzi mabaya kwa sababu anapenda uovu. Hapana. Mara nyingi anafanya maamuzi mabaya kwa sababu amechoka kuumizwa. Hii ndiyo hadithi ya Emmanuel. Emmanuel alikuwa kijana mwenye ndoto kubwa sana. Alikuwa anaamini siku moja maisha yake yangekuwa bora. Lakini kadri miaka ilivyopita, mambo hayakuenda kama alivyotarajia. Aliomba kazi, hakupata. Alijaribu biashara, ikaanguka. Alipenda, akaachwa. Na polepole alianza kuamini kitu hatari sana. Labda mimi sijazaliwa kufanikiwa. Tabasamu lake likapotea. Maombi yake yakapungua. Na imani yake ikaanza kufia taratibu. Siku moja jioni, akiwa anaendesha pikipiki yake kurudi nyumbani, mvua ilianza kunyesha. Barabara ilikuwa tulivu. Mawazo yake yalikuwa mazito. Alikuwa ametoka kusikia habari mbaya nyingine. Kazi aliyokuwa akiisubiri miezi 6 aliikosa. Ndani ya moyo wake kulikuwa na sauti. Maisha haya yana maana gani tena? Akavuta kasi. Haraka, haraka zaidi, kana kwamba anakimbia maumivu yake. Na hapo kitu cha ajabu kilitokea. Ghafla dunia ikanyamaza. Sauti za magari zikapotea. Mvua ikaonekana kusimama hewani. Na mbele yake akaona tukio la ajali. Lakini si ajali ya mtu mwingine, ilikuwa ajali yake mwenyewe. Alijiona akiteleza, akijigonga, watu wakikusanyika, sirini za ambulance, halafu kimya, kiza. Emmanuel akapepesa macho. Dunia ikarudi kawaida. Mvua ikaendelea kunyesha. Magari yakasikika tena. Alitazama saa yake. Ilikuwa imeonyesha muda ule ule. Hakuna kilichokuwa kimetokea bado. Ndipo alipoelewa. Alichokuwa ameona kilikuwa dakika 5 kabla ya ajali. Moyo wake ukaanza kupiga kwa nguvu. Akapunguza mwendo kidogo. Lakini hasira na huzuni zikaanza kurudi. Akajiambia, labda ni mawazo tu. Akavuta kasi tena. Na tena dunia ikasimama. Alijiona tena. Safari hii akiona mama yake akilia hospitalini. Rafiki zake wakisema, alikuwa kijana mzuri sana. Na sauti ndani yake ikasema polepole, maamuzi madogo hubadilisha maisha makubwa. Alirudi katika hali ya kawaida akiwa anatetemeka. Sasa hakuwa na shaka. Hii haikuwa ndoto. Hii ilikuwa rehema. Mungu alikuwa anamuonyesha matokeo kabla hayajatokea. Emmanuel akasimamisha pikipiki yake pembeni ya barabara. Mvua ilinyesha juu yake. Akaangalia mbinguni. Kwa miezi mingi hakuwa ameomba, lakini maneno yakatoka yenyewe. Mungu, bado unaniona? Machozi yakachanganyika na mvua. Nilidhani umeniacha. Ndani ya moyo wake akahisi amani tulivu sana, kama mtu aliyekuwa karibu sana muda wote. Akakaa pale dakika kadhaa. Kisha akawasha tena pikipiki. Lakini safari hii hakuwa anakimbia. Alikuwa anatulia. Alikuwa anaishi. Alipofika mbele kidogo, akaona mkusanyiko wa watu barabarani. Kulikuwa na ajali. Pikipiki iliyopasuka vipande. Eneo lile lile aliloona kwenye maono. Muda ule ule. Kama asingepunguza mwendo, hiyo ajali ingekuwa yake. Emmanuel akashuka polepole. Miguu ikatetemeka. Hakusema kitu. Alijua tu jambo moja. Mungu alikuwa ameokoa maisha yake. Usiku ule hakulala mapema. Akakaa kitandani akiwaza. Si kuhusu ajali, bali kuhusu maisha yake. Akatambua kitu hakuwahi kuelewa kabla. Tatizo halikuwa maisha kumshinda. Tatizo alikuwa anaendesha maisha yake bila kumruhusu Mungu aongoze usukani. Kuanzia siku hiyo, alianza kubadili mambo madogo. Alianza kuomba tena,
alianza kusamehe, alianza kuchagua tumaini badala ya kukata tamaa. Na maisha yake hayakubadilika ghafla kwa miujiza mikubwa, lakini moyo wake ukabadilika. Na moyo ukibadilika, njia hubadilika. Miaka michache baadaye, Emmanuel alikuwa anasimulia hadithi yake kwa vijana wengine. Aliwaambia, Mungu alinipa zawadi ya kuona dakika 5 mbele ili nijifunze kuishi leo kwa hekima. Kisha akaongeza kwa sauti ya utulivu, wengi wetu hatuoni maono kama yale, lakini Mungu bado hutupa ishara kabla hatujaharibu maisha yetu. Kupitia dhamira inayokusuta, neno la Mungu, sauti tulivu ndani ya moyo wako. Swali si kama Mungu anaongea. Swali ni, je, tunasimama kusikia kabla ya ajali ya maisha haijatokea? Na labda wewe unayesikiliza sasa upo dakika chache kabla ya uamuzi fulani. Uamuzi wa hasira, uamuzi wa kukata tamaa, uamuzi wa kuacha Mungu. Huenda simulizi hii ndiyo dakika 5 zako kabla ya ajali. Na baada ya tukio lile, Emmanuel alielewa jambo ambalo watu wengi huligundua wakiwa wamechelewa sana, kwamba Yesu haji tu kuokoa watu baada ya kuanguka. Yesu huja pia kabla hawajaanguka. Wengi humtafuta Kristo hospitalini, lakini mara nyingi Kristo alikuwa tayari amesimama barabarani akisema kimya, usiende njia hiyo. Kristo si mwokozi wa mwisho pekee, yeye pia ni mlinzi wa mwanzo. Anazuia macho ambayo bado hayajatoka, anazuia maumivu ambayo bado hayajatokea, anazuia ajali ambazo hakuna anayejua zilikuwa zinakuja. Na labda sababu umeisikiliza simulizi hii leo si bahati. Huenda kuna uamuzi uko karibu kuufanya, huenda kuna hasira umebeba, huenda umechoka sana mpaka unaanza kuacha tumaini. Na kupitia simulizi hii, Kristo anakunong'oneza polepole, simama kwanza, fikiria tena. Maisha yako yana thamani kuliko unavyodhani, kwa sababu neema ya Mungu si tu ya kusamehe yaliyopita, bali pia ya kulinda yajayo. Na kama simulizi hii imegusa moyo wako, basi ujue hauko peke yako katika safari hii. Mungu yuko pamoja nawe. Kuna simulizi nyingi zaidi zinazokuja hapa JP Filamu, hadithi za maisha, hadithi za imani, hadithi ambazo zinaonyesha jinsi Mungu bado anatembea pamoja na wanadamu kwa kawaida kila siku. Hivyo usiondoke kimya kimya. Jiunge nasi katika safari hii ya simulizi za tumaini. Bonyeza subscribe ili usikose simulizi inayofuata. Washirikishe wengine pia, kwa sababu hujui ni nani anayehitaji kusikia ujumbe mmoja tu kabla ya ajali ya maisha yake. Na kumbuka, wakati mwingine Mungu hatubadilishii njia kwa nguvu, hutuna tu simulizi ili kuokoa moyo mmoja. Labda leo moyo huu ulikuwa wa kwako. Tumefika mwisho. Kwa heri.